Alright, mimi wakuitwa Mr. Nice simulizi niko hapa kwa kudondosha kigongo kikali kinachoitwa Rejected Mate. Ilikuwaje kwaje katika ile picha? Na hebu ongozana na mimi bana. Na sina mambo mengi, twenzetu. Katika jumba moja la kifahari sana katika jiji fulani hivi nchini Nigeria, tunapata kumuona bidada mrembo kinoma noma ambaye alikuwa anaitwa Nicole. Alikuwa anagonga geti kwa muda mrefu sana pasipo mafanikio ya kuitikiwa. Na ndipo anachukua simu na kumpigia mdogo wake ambaye yupo ndani wa kuitwa Nina ili kusudi aje kumfungulia mlango. Sasa kipindi Nina anakuja, mara ghafla anaonekana mkaka mmoja hivi wa kuitwa Charles akiwa amechafuka kweli kweli. Akamkaribia Nicole na kumgusa ili apate kabisa kumuuliza jambo fulani hivi. Nicole akawa amepaniki sana baada ya kushikwa na Charles. Alienda ndani kwa hasira na kisha kumwambia Nina amsikilize shida zake, huyu anahitaji nini kwa muda huu. Nina akawa amemuuliza Charles vizuri tu kwamba wewe ni nani na una shida gani? Asamchizi Charles akawa amemwambia kwamba mimi naitwa Charles, ni mtoto wa marehemu Mr. Charles na nina shida na Mrs. Johnson, pasipo shaka sijapotea, ndo hapa nyumbani kwake. Nina akawa amemuuliza, akamwambia sawa kabisa ni hapa, lakini bado hajarudi kutoka kazini. Wacha mimi nipigie simu nimpatie taarifa zako. Nina akawa amechukua simu kwenda na kumpatia taarifa Mrs. Johnson ambaye ni mama yake wa kambo na akamwambia amruhusu kuingia ndani. Na ndipo Charles akawa amekaribia mpaka sebuleni na kuomba maji pamoja na chakula. Yoyote ni kutokana na kuumwa pamoja na njaa sana aliyokuwa nayo. Nina bidada yule akawa amemletea koli na kumwambia awe free kabisa, akihitaji chochote azungumze asaidiwe. Asa wakati Charles anaendelea kula, Nicole akawa ameendelea kulalamika sana juu ya uwepo wa Charles pale nyumbani kwa sababu alikuwa ananuka sana, yani alikuwa mchafu. Asa Nina mdogo mtu akawa amemwambia Nicole kwamba huu ni mtoto wa Mr. Charles ambaye ni marehemu, au umemsahau? Lakini pia mama akasema kwamba akae hapa akija mkute, yani asiondoke huyu jamaa. Mara kidogo kweli Mrs. Johnson akawa amewasili pale nyumbani kumuuliza Charles pale maswali mawili matatu, akamwambia lini umetoka jela na kwa nini haujajifanyia usafi? Mchizi akawa amwambia kwamba nimetoka leo mama, na kila mwanafamilia niliyemtafuta hakunipokea, nilikataliwa akisema kwamba mimi nimemuua babangu mzazi na sina pesa yoyote mfukoni hapa nilipo. Mama mtu akawa amemwambia Charles kwamba akae chini na kumuita Nicole pale chumbani. Mrs. Johnson akamwambia binti yake Nicole, yani akamwambia kwamba huyo kaka hapo sebuleni, marehemu baba yake alinikopesha mamilioni ya pesa nifanyie biashara miaka 25 iliyopita, na mkataba uko umenibana mimi nimlipe pesa zake zote baada ya nyinyi tu kukua, ama eti nimwozeshe kijana wake kwa binti yangu atakapokuwa, ambaye ni wewe tu pekee Nicole. Hebu fikiria mara mbili. Pesa ninaodaiwa ni mabilioni ya pesa. Hadi sasa hivi siwezi kulipa, au unataka tufilisiki na kuwa maskini? Asa hapo Nicole akawa amesema kwamba mama, mimi siwezi kuolewa na mkaka mchafu kama yule. Yaani haiwezekani kabisa, ni kwamba mtu hayupo kabisa, hajajipangilia, mchafu ni na nini afu mimi nikolewa naye, inakuwa sio poa. Asa mama akawa ameondoka na kwenda kuzungumza na Charles na kumwambia kwamba nini unahitaji kwa sasa hivi. Charles akasema kwamba kwa sasa sina pesa, nipatie mkopo tu wa naira milioni 10 ama nusu yake labda naira milioni 5 ili mimi nikafanyie biashara na kisha mimi nitakulipa zile pesa, kwa sababu najua hauna uwezo wa kunipatia kila kitu nitakachokihitaji kwa sababu mlikuwa mmeandikishana sana mzee wangu katika mkataba wenu. Mrs. Johnson akasema kwamba tukienda katika mkataba nilipewa machaguo mawili, kama nisipoweza kukulipa pesa basi mimi nikupe binti yangu badala ya pesa, na kwa uchumi wa sasa hivi ulivyokuwa mgumu mimi siwezi kukulipa hizo pesa, so mimi nitakupatia binti yangu ili kusudi ukaishi naye kama mkataba tulivyokuwa tumewekeana mimi na baba yako. Na hapo mchizi Charles akawa amelalamika sana pasipo mafanikio. Baadaye Nicole akawa amemwambia mamake kwamba unajua mama, Charles hamjui Nina ni vyema sana ukampeleka Nina kwa Charles badala yangu mimi. Baadaye Mrs. Johnson akawa amekubali mawazo ya binti yake yule kuitwa Nicole na kuifanyia kazi. Asa Charles kweli akawa amekubali kishingo upande sana, na huku akilalamika sana kutokuwa na chanzo chochote cha kuingizia pesa za kuishi na mkewe. Inakuaje sasa nabebeshwa mzigo wa mke alafu mambo ya matunzo hana, inakuaje kwaje, yani maisha yanakuaje yani? Mrs. Charles alimpatia chaguo moja Charles na kumwambia kwamba utabaki hapa na kuishi kama mwanafamilia, na nitakupatia kitengo cha kuwa mlinzi wangu, na ikibidi nitakupatia naira 50,000. Vipi, utakubali? Charles akawa amekubali tu japo kiunyonge sana. Nicole pamoja na mama yake walibaki wakicheka sana wakidhani kwamba wamemshinda kwa sababu wamempatia Nina Charles, au sio bana? Manake hapa ilibidi aondoke Nicole na sio Nina. Hawakuwa na jinsi bana, Nina pamoja na Charles kuweka karibu ili kushirikiana katika kila kitu. Nina kama amemwambia ukweli juu ya yote alikuwa amepangwa, kwamba yeye sio mtoto wa kuzaliwa kabisa wa Mrs. Johnson, ila tu wamecheza game iliyokuwa imepangwa kabisa kumdhulumu huyu jamaa kuitwa Charles. Asa siku moja Nina akawa amemfuata Mrs. Johnson na kumwomba kiasi cha pesa ili akafanye mtihani wake wa kuhitimu chuo kikuu.
Mrs. Johnson akawa amemjibu kwamba mimi sina pesa kwa sasa hivi, nenda ukauze mikufu ya marehemu mama yako upate pesa mtiani, sawa Ikawa ndo hivyo, yani kwamba alipewa jibu moja ambalo lilikuwa linakatisha tamaa. Nina aliona ni vema tu ufuate ushauri huo kwa sababu siku zilikuwa zimekaribia za mtihani na hakuna yoyote kumpatia pesa wala msaada katika hilo jambo ambalo alikuwa analihitaji kusaidiwa kwa muda ule. Akawa amepiga simu katika duka lilokuwa linahusika na kununua vitu, yani kwamba mambo ya urembo nini kwa wale masonara. Na akawa ameambiwa apeleke vile vitu ili kufanya mauzo. Alijiandaa kutoka, akawa ameulizwa na Nicole pamoja na Mrs. Johnson kwamba anaelekea wapi. Akasema kwamba mimi naenda kuuza mikufu ya marehemu mama yangu ili kusudi nipate pesa ada. Asa pale Nina alipotoka tu, Nicole akawa ameenda chemba na kupanga deal na kijana wa mtaani pale ili akampore Nina mkoba ambao ulikuwa na vitu vya thamani. Nina wakati huo yupo njiani, alikopuliwa mkoba na kibaka tu fulani hivi ambaye alikuwa amepita pale na kukwapua. Ikabidi tu arudi nyumbani akinungunika kweli akiwa hana chochote mpaka simu aliibiwa. Ikabidi sasa aombe msaada wa kupiga simu polisi. Nicole pamoja na mama yake wa kuitwa Mrs. Johnson hawakumsikiliza kwa chochote, lakini Nina alipomwambia Chaz akawa amemjibu kwamba hakuna kilichoharibika, kila kitu chako kiko sawa, kwani ni mchezo mzima uliokuwa umepangwa na Nicole kuhusu wewe kupora ule mkoba, na mimi nilihusika na nikampa taarifa Abu, mtu mbaya sana wa hapa mtaani, na akawa ameenda kumkamata ule mwizi na mali zote ziko salama kabisa, utazipata kwa wakati wote ule, kwa sababu huu ulikuwa ni mchongo tu na game ambayo ilikuwa imechongwa tu na mama mtu pamoja na Nicole ili kusudi wa kudhulumu mali zako. Nina akawa amemshukuru kweli Chaz kwa msaada wake huu ambao ni mkubwa, naweza kusema hivyo Sasa binti baada ya kupata ile mikufu yake akawa ameiuza. Akawa amemzawadia Chaz zawadi ya laptop ili kusudi imsaidie katika mambo yake ya kazi hasa mitandaoni. Chaz akawa amemshukuru sana Nina. Sasa gumzo liko limeanza kwa Nicole pamoja na mamake. Wakisi kwamba Chaz anaendelea na tabia udokozi kwa sababu amenunua laptop ingali kwamba mikufu iliibiwa na Chaz hana pesa. Imekuja kwaje miliki laptop? Basi bwana, ikawa imeisha hivyo na taratibu Chaz alianza kabisa kumpenda Nina kwa kumpatia vijipesa fulani vya nauli vya kuelekea huko chuo. Na huko Nicole pamoja na mama yake hawaelewi ni nini ambacho kinaendelea kati ya hawa watu wawili. Mbona mwamba na mrembo Nina hawateseki kabisa kama vile walivyotarajia, na wanafuraha kabisa na maisha, na wanafurahia kweli. Mrs. Johnson alimwambia binti yake huyo kuitwa Nicole kwamba haikupaswa kunyanyasa kiasi hicho Nina pamoja na Chaz kwa sababu Chaz atagundua kwamba Nina sio binti yake wa kumzaa. Hivyo basi asiwasumbue kwa namna yoyote ile, asiwatimue tena bana, sio vizuri. Kwa mbali bibia Nicole alianza kumuonea wivu Nina na kuanza kumpenda Chaz bana. Baada ya kupendeza sana na kuanza kutakata mchizi, unajua ni tofauti na vile alivyokuwa mwanzo. Siku moja bana, Bibi Nicole alikuwa anaonekana kushindwa kabisa kujizuia juu ya hisia zake kwa Chaz na kujikuta kimfungukia ukweli kwamba anampenda sana na anahitaji kuwa naye katika mahusiano na safari nzima ya maisha. Na Chaz akawa amemjibu kwamba kwa sasa mimi nimeshazama penzini na Nina na ambaye ni mdogo wako, na unalijua hilo kabisa, so haiwezi kutokea kwamba mimi nikawa na wewe tena. Haiwezekani, ni kitu ambacho naweza nikasema kwamba mimi nitakuwa nimemwaga maji alafu nataka tena niyazoe, haiwezekani. Nicole akawa amemjibu kwamba unajua mama ameniandikisha kila kitu kwa jina langu, hivyo basi ukiwa na mimi utakuwa tajiri, lakini pia tutakuwa na pesa nyingi sana, hivyo basi wewe jaribu kunipenda mimi na sio Nina mdogo wangu. Chaz alikataa kabisa ni ombi la bibi Nicole, yani alikataa, aligoma, akasema kwamba mimi nampenda Nina na nina malengo na Nina mdogo wako na sio wewe. Na siku iliyofuata tena Chaz akiwa chumbani akiwa na peruzi akawa amekuja Nina kutokea chuoni. Muda huo alikuwa amebeba kimfuko kidogo, akawa amempatia Chaz na kisha akamwambia kwamba nimekuletea zawadi ya ice cream nini. Na Chaz akawa amesema wow, ni nzuri sana baby na nimeipenda kinoma, asante sana. Nina akamwambia unatokwa jasho sana, inabidi ukaoge. Basi mwamba ndipo akawa amemtaka bidada Nina wakaoge naye kwa pamoja. Kifupi wili hawa penzi lao limefana kweli na sio story tena. Na siku iliyofuata tena bibi Nina hakuwa nyuma kabisa kuendelea kabisa kumzawadia mpenzi wake vijizawadi vidogo vya kuvaa nini ili azidi kupendeza na kudamshi, kwa sababu kwa kipindi hicho Chaz hakuwa bado na kazi za kumuingizia pesa, na zaidi ya kazi pale alikuwa nayo ni ulinzi tu kwa huyo mama kuitwa Mrs. Johnson. Umeona bana angali baba yake Chaz kipindi cha nyuma alikuwa na mchuzi kweli, alikuwa mtamu. Na Chaz alitupia kinoma baada ya kuletea vile vijizawadi na akawa amekatiza pale sebuleni bana. Nicole alimuona akamshangaa sana na kisha akawa amejiuliza, kwa nini mimi naanza kumpenda huyo mkaka Mbona kama
Nina anazidi kabisa kumpendezesha kiasi hiki jamani, na mimi navutiwa naye. Najuta ni kwa nini kabisa nilimdharau huyu kaka mwanzoni kabisa, singemkubali alafu mimi nikamtengeneza na kwa kwangu. Nicole bana aliona itoshi, akawa ameenda kumshirikisha mamake juu ya swala hilo. Mama akawa amwambiaje, kwa nini tangu mwanzo ulimkataa na ukamwona ni mchafu, leo hii ndio uanze kumpenda? Inakuwaje kwaje? Hebu acha hizo habari bana, ulimkataa mwenyewe. Maana yake nilikushirikishaga wewe, ndio ulikuwa mtu wa kwanza na ulimkataa. Uko umeniambia tu kwamba tucheze game ili Nina awe na huyu mshikaji. Sasa hivi unamtaka wa nini? Sasa chini bana kijana Chaz, na kumbe alikuwa anafuatilia kwa kina sana mirathi ya baba yake pasipo mtu yote kujua. Alimficha mpaka mpenzi wake wa kuitwa Nina. Chaz siku moja alimwomba Mungu sana mambo yake yakae sawa na aje kumsurprise mpenzi wake kwa siku ya birthday yake atakayokuwa amezaliwa na kusherehekea kwa siku hiyo. Sasa huku nako upande wa pili Nina bado anamwomba Mungu pia ikifika siku ya birthday yake amsurprise Chaz kwa taarifa za ujauzito wake na azipokee kwa moyo mmoja kabisa, yani kwamba kila mtu alipanga kumsurprise mwenzie katika siku ya birthday ya binti wa kuitwa Nina. Yani surprise juu ya surprise ilikuwa imeandikwa hivyo. Na ilipofika siku ya tukio bana, Nina akiwa ndani kabisa alikuwa anawaza mambo mengi sana juu ya nini kitajiri na kwa nini Chaz yupo kimya sana, hata kumtafuta hakuna. Na huko sebuleni Chaz aliwaandaa Nicole pamoja na Mrs Johnson kwa ajili ya kumwimbia Nina mambo ya happy birthday, au sio bana? Naye Mrs Johnson akawa ameuliza kwamba mbona sherehe yenyewe haina hata vinywaji wala keki, ni sherehe gani? Na ndipo hapo Chaz akawa amemjibu kwamba mimi najua hilo, lakini nafanya kile kitu ambacho nina uwezo nacho. Kwa sasa hivi siko vizuri kipesa, kwa hiyo mimi na enjoy tu na sherehe hii itakapofanyika. Asa baada kujibu hayo, Chaz akawa amempigia simu mpenzi wake wa kuitwa Nina ili atokee pale. Wakawa wamemwimbia kweli happy birthday to you. Mara kidogo jamaa akawa amempatia zawadi Nina afungua gari. Wakati wanaendelea kujaji kuhusu wapi ametoa pesa Chaz, na ndipo Chaz akawa amemwambia kwa kushtukiza tu pale kwamba mali zote nimezirudisha kwa jina langu, kwa hiyo basi zitarudi katika mikono yangu. Na wakati wanaendelea kutafakari hilo limewezekanaje, Nina naye mwenyewe akawa amemwambia Chaz kwamba mimi tayari na ujauzito wako, niko hapa kusogeza siku ili kesho na kesho kutwa uwe baba wa mtoto wangu, lakini pia mimi niwe mama wa mtoto wangu. Bana, naweza nikasema kwamba wawili hao walijikuta wamefurahia sana na kila mtu alijikuta kabisa kimpenda mwenzake na kuipenda surprise ya mwenzie kwa sababu walikuwa wamepangiana surprise. Na siwezi kuendelea sana msikilizaji, na huo ndio ukawa mwisho kabisa wa simulizi yetu ama katika kigongo chetu ambacho kinaitwa Rejected Mate. Ilikuwaje kwaje ndio umepata kufahamu. Mimi naitwa Mr. Nice simulizi, lakini pia bana usiache kusubscribe ile channel kwa sababu ndio chimbo la vigongo ambalo mimi nakusogezea na mpitishaji ambaye ametupitisha humo anaitwa Bwana Jafet, usio bana Lakini pia mkali wa kutengeneza video nini na nini anaitwa Mr. Albert, usio bana Unaweza kujioni katika hili team kali ambalo linaitwa Mr. Swahili Movie kwa kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili kusudi kila tukio unapolitoa ama story unapoisogeza kwako inakufikia moja kwa moja bana. Vitu kama hivyo. Mimi nadhani tutakuwa tumeishia hapa bwana, tunabwaga Rejected Mate.